Mfalme mmoja alichukua jiwe kubwa kisha kaliweka katikati ya barabara, halafu akajificha pembezoni mwa mti mkubwa atazame. Mtu wa kwanza alikuwa tajiri mmoja hivi. Alipopita katika ile barabara akaona jiwe, halafu akapita pembeni yake. Mtu wa pili alikuwa ni msaidizi na ni mtu wa karibu kabisa wa mfalme, akasema, "Mfalme mjinga kweli, yaani ameshindwa kuagiza watu na kutunza mji wake uwe msafi." Halafu akapita. Walipita watu wengi na kila aliyekuwa anapita alikuwa anazungumza maneno yake. Lakini katika wote hakuna aliyefanya lolote wala jitihada zozote. Lakini jua lilipokaribia kuzama, akapita mkulima mmoja akiwa ametoka shambani akiwa amebeba mazao yake kichwani. Wakiwa wanafurahi yeye na mwanae, ghafla anajikuta amejikwaa katika jiwe na anapata maumivu makali sana, na ilibaki kidogo aangushe kile alichokuwa amekibeba. Mkulima yule hakulaumu wala hakumkasirikia mtu yoyote. Alichoamua kukifanya ni kwamba alishusha mizigo aliyokuwa ameibeba, halafu akaanza kulibilingisha jiwe taratibu kuelekea pembezoni mwa barabara. Jiwe lilikuwa zito sana, lakini akatumia nguvu na jitihada zote kulihamisha na kuliondoa kabisa. Alipomaliza aende kuchukua mizigo yake aendelee na safari, anakuta pale ambapo jiwe lilikuwa limewekwa juu kuna kifuko hivi kimefungwa vizuri sana. Alipojaribu kukiangalia, alikuta ndani kuna kiasi cha vipande kadhaa vya fedha na dhahabu. Lakini ndani yake pia kulikuwa na bahasha. Bahasha ile ilikuwa na muhuri wa ofisi ya mfalme na kulikuwa na ujumbe unaosema, "Dhahabu hizi ni kwa ajili ya yeyote yule atakayetoa kizuizi hichi katika njia." Wakafurahia yeye pamoja na mtoto wake, na siku hiyo wakarudi nyumbani sio tu na mazao, lakini pamoja na zawadi ambayo ni vipande vya fedha pamoja na dhahabu. Walikuwa wamebeba fundisho kubwa ambalo watu wengi walikuwa wamegoma kujifunza. Na ukweli ni kwamba kila kizuizi kinaficha fursa nyuma yake.